good morning my people, mahali popote mlipo. Niko na furaha, kabisa. I'm happy, nilikuwa najaribu kufungua channel YouTube, maana kuna mtu anani inspire kabisa, hadi ikanibidi nilikuwa na watch, kwa sababu mimi ni Mkongo. I'm Congolese, but I'm refugee here. Mimi ni refugee, niko Kenya from now. Sasa toka nifike Kenya, kuna YouTuber mwenye nilikuwa na watch, hadi akani-inspire sana, akanifanya na mimi nifungue channel YouTube, kwa sababu alini-inspire sana kabisa, na hadi sahi na mochi tu. Lakini nikajiuliza kitu moja, mbona yeye anaongea Kizungu lakini mimi Kizungu yangu kabisa is not good. Yani naongea kwa French naongea vizuri, je parle français très bien, parce que je suis congolais, je suis élevé au Congo, je suis grandi au Congo, mais à cause de guerre, je me suis déplacé jusqu'à ce que je suis au Kenya. Pour le moment. Nilikuwa namaanisha hivi, naongea French vizuri, kwa sababu mimi ni Mkongo, na lugha yenye tunaongea kwetu zaidi ni French. Maana walio tukolonize ni wa Belgium, ndio walio tukolonize. Sasa sisi French ndo ikawa lugha ya kwetu. Lakini nilipofika Kenya, nilikuwa inspired na jamaa na familia, si mtu moja, ni familia. Kuna mtu alileta hiyo kitu kwa familia, na mimi kani inspire. Na kwa kuwa na mimi ni kijana, na mimi nahitaji kufanyikiwa, mimi ni nani nikatai kulearn? Maana hata Bible inatuambia to learn vitu vizuri tuvilearn. Unaona, hadi navaa bendera ya nchi yangu. I'm Congolese, lakini basi niko hapa kwa nchi ya kigeni, na Mungu anaendelea kutupatia njia, na akanifanya mimi ni coach YouTube. Ni mtu mwenye anani inspire tu, ndio mimi na uchingi. Na hadi sahi, acha nizungushe kamera yangu, utakutana ni Boss Marwa. Anaitwa Boss Marwa. Yani angekuwa ni pastor, ningemuita ni baba wa kiroho. Unamwona mahali anapita. Yani kitu moja nimejifunza kwa Boss Marwa ni kitu gani? Yani ni mtu ambaye kwanza ako na roho nzuri. Sijajifunza kwa ajili tu ya YouTube channel, lakini nimelearn vitu vingi kwake, na akani inspire hadi nikaamua nifungue channel YouTube ya kwangu. Lakini kitu moja guys, najiuliza, hivi kweli mimi, kwa sababu mimi Kizungu yangu hata sijui Kizungu. Lakini nikikumbuka kwa Bible, hadi Musa akauliza Mungu, naenda ambia Firauni nini? Naenda ambia Farao nini? Mungu akamwambia atakuwa kinywa yake. Ina maana na mimi siogopi Kizungu, maana niko na mentor, in French wanamuita mentor.
niko na mentor mwenye ni wa nguvu, hata kama sijawahi muona. Yes, sijawahi muona, mimi na monchingi tu, nafuatilia tu kazi zake na zinani inspire. Hadi saa hii nilikuwa tu kwa nyumba nasema mbona nisianze leo? Na mbona sio siku yangu ya kwanza ya kujaribu? Guys, yoyote mwatangalia video yangu, subscribe, comment, ili na mimi nijisikie, hata kama mimi ni foreigner na kizungu sijui, lakini basi nilijaribu kuonana kumtafuta mentor wangu, maana ni mentor wangu, lakini hata yeye mwenyewe hajajua kama ni mentor. Hadi nikaenda kwa YouTube channel yake, nikaangalia namba, nikajaribu kupigia namba yake inaingia, lakini hajashika. So kama hii video itamfikia, nilikuwa naomba tu niongee naye, at least anipe strategy, maana yeye ni full strategy, full option. Guys, kama uko na YouTube na hauja subscribe kwa channel yake, anaitwa Amarwa ndio jina yenye anatumia YouTube. Pour tous ceux qui sont au Congo et tu rêves de devenir aussi youtubeur, parce que ici au Kenya, les jeunes se retrouvent dans le truc. Dans ce truc, les jeunes se retrouvent et ils sont mieux. Je peux vous montrer même, attends, quand je vais avoir l'autre vidéo. Donc, les jeunes se débrouillent pas mal et ils se retrouvent pas mal. Yani nilikuwa namaanisha, kama unaweza kuwa uko Kongo, uko mahali popote kwa nchi yote naongea French, unaweza enda kwa channel YouTube yake na una comment, na kitu kikubwa zaidi ni kufuatilia ni gisi gani ana entertain jeunesse, ni namna gani anafanya kazi. So guys, kuna vitu zingine zenye usipuuzie na usisubiri tu kuajiriwa. So unaona kama mimi nilitoka Kongo nikakuja Kenya. Kongo nilisoma, but kufika Kenya, masomo yangu, kwa kuwa huko Kongo tunasoma kwa French, lakini tukifika Kenya ni kizungu, ni English. So ikanibidi ni tafute njia zingine za kusurvive, lakini bado ilikuwa haijajipa. Hadi nilikuwa niko tu nafuatilia tu TV, niko na watch TV, nikaona vijana wenzetu kabisa wanaendelea, na sisi wengine tuko tunalala. Nikaangalia kati ya watu, ni nani ni kitu gani kizuri. Unajua kuna kitu nilikuwa nasoma, maana napenda kujidocument, kusoma, kufuatilia vitu. Na kuna jamaa mwingine alituambia, nilikuwa namfuatilia, akatuambia kulearn vitu vizuri si vibaya. Na kila mtu iko na mtu mwenye alimfunza kitu. Sasa mimi Boss Marwa nilikuwa namfuatilia toka kitambo kabisa. Lakini nilikuwa sijakuwa na hii decision yenye nimechukua leo. This is my first video. YouTube channel yangu ilikuwa na content zengine kabisa kawaida, na hata ukiangalia YouTube channel yangu iko na followers nikizani ni watu 3, na wale watu 3 ni best yangu moja na ndugu zangu 2.
iko na followers 4, best yangu moja na ndugu zangu 4. So guys, popote ulipo, if you uko nasikia Kiswahili, subscribe to my channel please, subscribe to my channel, comment, na utakuwa unanisaidia pakubwa. Nilikuwa nasema aje? Sasa nilipofika Kenya, nikaanza kwa tunafuata ya YouTube channel. Kuna dada fulani hivi anaitwa Berit, ndo mwenye alifanya hadi na mimi nikakuwa fans wa Boss Marwa. Nilikuwa nafuatilia kitambo, nilikuwanga nikiingia YouTube, yani ni movie, music. Lakini baada ya miaka michache nikaanza jikuta mimi naanza tu watch hizo video za Marwa. Alafu na kitu kenye nimejifunza kwake, ni mtu mwenye anapenda watu, anapenda vijana, anapenda chez nous donc on dit il aime la jeunesse. Donc anapenda vijana waendelee, tusikue wale vijana wa kutegemea ila tutegemewe. Nikajifunza kitu, yani alianza, familia yake wote ni ma-YouTuber. Familia yake yote ni ma-YouTuber na wanani-inspire vitu vingi sana. Kwanza sister yake, haya, iko na mdogo wake, kijana mdogo, lakini vitu anafanya bro. Basi ni Mungu tu. Na mimi Boss Marwa, kama hii video yangu itakufikia, basi kama video yangu itakufikia boss, na mimi unione, nishike mkono gisi unashika vijana wengine mkono, nishike mkono gisi unanyanyua wengine. Sio wewe unawanyanyua, ni Mungu anawainua. Lakini kila kuinuka iko na connection yenye Mungu amekuletea. Unaweza kuwa njia ya kunifikisha na mimi mahali. Haya, nasema asante, nashukuru, na bado naendelea tu kuwatch. Na watch ili nijifunze zaidi, na watch ili nijifunze zaidi na zaidi, ili siku moja na mimi niwe beta YouTuber. Ili siku moja na mimi watu wajifunze kitu kutoka kwangu. Ili siku moja hivi venye mimi nimejifunza kutoka kwa mtu, na mimi watu wajifunze kutoka kwangu. Imagine this video sita-edit, sitafanya chochote, niko na upload hivyo. Si Mungu anaweza?